kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuna furaha kwa sababu tumempata ambaye amekuja kutukomboa. Amen. Ni furaha isiyo ya kawaida. Sasa tunaelekea kipindi kingine cha kutambuana kama kuna mgeni waliotufikia kuja kukaa pamoja na sisi kwenye sherehe ya leo, kuona familia, kuona ndugu na kanisa pia. Amen. Tunapenda kuwaona ili tuweze kuwakaribisha katika nyumba ya Mungu tena. Amen. Niombe kuona kama kuna wageni, maana safu yote inaitosheleza macho. Kama kuna mgeni, karibu nyoshe mkono na uweze kutusalimia. Umetoka nje na Mungu awabariki nao. Sasa simameni, bado ninyi vijana. Wote mlionyosha mikono bado ninyi vijana, simameni. Mungu awabariki. Sasa naona nimesema ni vijana. Mungu awabariki. Na wengine. Sasa Yusufu, ongoza kundi, njoni hapa mbele tuwasaidie. Njoni wote, njoni wote. Njoni wote. Na wengine kama wapo, nimeona kama kuna wageni wengine. Karibu. Naona kundi la licha inapendeza. Karibu. Karibu wote mbele. Karibu wote, kundi la licha ni Busana. Karibu. Na hapa kama kuna kundi jingine, Mungu awabariki. Huyu karibu kama kuna mgeni. Hata unavumilivu. Asante. Leo inapendeza kweli. Tusubirie familia ya licha kabisa. Karibu sana. Mafundi mitambo mpo tayari? Asante. Inapendeza kweli. Bwana Mungu, umefanya vizuri kurudi kuja kutusalimia. Mungu awabariki. Karibu sana fundi mitambo. Karibu mmoja baada ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Ali John Jirongo. Nimezaliwa hapa Dodoma, ila nilikuwa nimeenda Dodoma kwa masomo. Namshukuru Mungu nimerudi salama na nafurahi kuabudu nanyi mahali hapa. Amina. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mimi ni mgeni mwenyeji, naitwa Amani Mesha Kisindakio. Nilifika mwezi wa 9 hapa Biharu, lakini kutokana na changamoto nilizopata kipindi niko mkoani Mara, nililazimika kukaa nyumbani, sikupata muda wa kuja kanisani. Amina. Amen. Lakini namshukuru Mungu, leo nimepata nguvu ya kuja kanisani. Amina. Amen. Barikiwe sana. Asante. Huyu bwana alipata ajali mbaya ya pikipiki. Sasa tunamshukuru Mungu, sasa anatembea vizuri. Asante sana. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Likumana Usa. Nyumbani kwetu ni Burundi. Asante. Mungu akubariki Likumana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina ni Jafet Goma Soruguto, mimi mgeni mwenyeji. Kwa jina kuzaliwa kuna wengine hawajui kama jina Jafet kama ndio mimi, ila la kuzaliwa naitwa Jake. Kuna baadhi wanalijua hilo sana. Amina. Ila kwa jina ubatizo naitwa Jafet Goma Soruguto. Amina. Na muda kidogo nimetoka, mimi mgeni mwenyeji. Nilielekea kwenda Kahama, lakini namshukuru Mungu ameniwezesha na ameniongoza, nimefika salama. Amina. Asante sana. Soruguto, asante. Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa kuwa hapa kwa siku ya leo. Nadhani mimi majina yangu ni yale. Niko na familia yangu hapa mbele. Na kuna huyu wa kwanza anaitwa Nashon Yusufu Nashon. Huyu hapa anaitwa Nelson Yusufu. Mwingine ndio hapo Milala, lakini kuna mke wangu huyu hapa. Na vijana watatu. Mungu awabariki. Tunamshukuru Mungu sana. Anaendelea kutulinda na kutujalia. Tunaabudu katika kanisa la FPC Mrusi pale kwa mchungaji Gideon. Basi bila kupoteza muda, niombe hata vijana wangu waweze kusalimia. Amina. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mama jina naitwa Nelson Yusufu Nashon, Mungu awabariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Nashon Yusufu Nashon, Mungu awabariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
tunamshukuru Mungu kwa kuwepo mahali hapa. Mimi ni mke wa Yusufu. Mungu awabariki sana. Amina. Hebu mpate na tena. Mungu awabariki mwakani mje na Amen. Mungu awabariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Kwa majina yangu naitwa Ashir Jackson Yadwe. Ni mtoto wa hapa. Sikuwepo kwa muda wa miaka miwili sasa. Nilikuwa pale Nzega. Pale nilikuwa nikiabudu katika kanisa la FPCT Nzega mjini kwa mchungaji Aaron Matiku. Kwa kweli nawapenda sana, ninapenda kuwaoneni. Asante. Amina. Asante. Asifiwe. Amina. Nawasalimu kupitia jina la Yesu. Amina. Naitwa Zakaria Jonas Mtiba. Ninatokea Kasulu. Kule Kasulu na kudu kanisa la FPCT Kibabwe. Na nimekuja hapa Biharu kumtembelea kaka yangu Emili Kumilia. Amina. Nimeambatana na mke wangu, japokuwa naogopa wingi wa watu, lakini huyu hapa ndiye mke wangu. Tumekuja kuwatembelea. Asanteni kwa kukaribisha. Amina. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Kwa majina naitwa Rehema Enoki Mzaliwa Yerusalemu. Kwa sasa naishi Kasulu, karibuni Kasulu na Mungu awabariki. Amina. Asante. Injili ya Yesu Kristo. Lete mamilioni ya watu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina yangu naitwa Tamari Ibrahim. Ni mzaliwa wa Kigoma ila nimeolewa Dar es Salaam. Nakuja kumsalimia mama yangu mkwe anaishi huku kwenye familia ya Kofongo. Nitaabudu naye tutakapo kuwepo mahali hapa. Mungu awabariki. Amina. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Asante. Amina. Amen. Amen. Mungu akubariki mama. Asante. Asante. Amina. Amina. Asante. Injili kamili ya Kristo. Lete mamilioni ya watu kwa Yesu. Injili kamili ya Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Shadai Venance, nimekuja kuwatembelea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Venance. Amen. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nawapenda. Amina. Kwa majina naitwa Koloma. Nimetokea Mwanza, pokeni salamu kutoka Mwanza. Amina. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa majina naitwa Tamari Venance, nimekuja kuwatembelea. Amina. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa majina yangu naitwa Rahabu Venance, nimetokea Mwanza, nimekuja kuwatembelea. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Amen. Kwa majina naitwa Richard Venance, nimetokea Mwanza, tumekuja kuwatembelea. Amen. Tuona hii hapa ni familia moja, tumetokea Mwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa uwezo wake, ametulinda kutoka Mwanza tumefika salama. Hivyo nimekuta wapendwa katika Bwana mkiwa salama. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Mimi ni mgeni mwenyeji. Kwa wale ambao hawanifahamu, naitwa Venance Richard. Nimekuja kama mlivyosikia, Venance. Hii ni familia yangu na watoto 6. Kila mmoja mkubwa ameshaolewa, sikuja naye. Kuna ambao wako kwenye hema yangu, ndio hao.
Mungu akubariki. Asante sana. Haleluya. Amen. Wangapi wana furaha? Amen. Piga makofi na vigelegele kwa hai Yesu amezaliwa. Haleluya. Amen. Wengine kama wamenuna hivi. Hivi Yesu amezaliwa kweli? Amen. Kama na uhai Yesu amezaliwa, mshangilie Yesu kwa makofi. Haleluya. Amen. Amen. Nawapenda sana, hii ndio familia yangu. Mimi ni mtoto wa mzee Mnani hapo Kigege. Mimi ni mwimbaji, nilikuwa naimba kwaya B, nawapenda. Amen. Hata mwanza naimba, karibuni sana. Amen. Tumeona tuje kula sikukuu pamoja na nie. Mungu awabariki sana sana. Amen. Tumefurahi jamani. Kanisa linaendelea vizuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Asante. Asante. Unaweza kwenda kupumzika. Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda kuwasalimu kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Basi mimi pia ni mgeni mwenyeji. Kwa majina ninaitwa Esau Yoram Kiroroma. Niko pale Morogoro, wilaya moja inayoitwa Malindi. Tuko pale tunamtumikia Mungu na nimependeza Mungu niweze kufika awamu hii kuweza kusherehekea sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya pamoja na wazazi wangu hapa nyumbani. Lakini pia nimekuja na familia yangu, nitaomba waweze kuwasalia pia. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nawapenda. Amen. Kwa jina naitwa Rachel Laurent, nimetokea Morogoro kwa mume wangu. Amen. Amen. Amina. Ninaye binti wa kwanza anaweza kuwasalia pia. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Chimbaya Sauti Yako. Nimekuja kumtembelea babu yangu. Amen. Kiapo huyo. Karibu. Naye kijana wa pili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Nizime Sauti Yako. Nimekuja kumtembelea babu yangu. Kiapo. Amina. Asante. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Anaitwa Mkiza. Mungu awabariki. Hivi ni Nathan. Barikiwe na Bwana. Amen. Somo wa Nathan. Asante Nathan. Kama kuna mwingine karibu cheleweshe karibu. Aha. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ni huko nyuma tuna wageni, siwezi nitamleta mchungaji ili aweze kuwaleta ili aweze kuwaleta wageni wetu na kukaribisha mkutano. Karibu na mchungaji. Tupige makofi kwa Bwana. Yesu asifiwe kanisa. Hebu tusalimiane. Haleluya, haleluya. Shike jirani yako, mwambie heri ya Krismasi. Haleluya. Kipigie makofi kuwepo kwenye ibada ya leo. Tukiwa hivi inafurahisha sana kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kabla ya kutambulisha huku madhabahuni, leo tumepata baraka ya wageni wengi kuja kula sikukuu pamoja na wana wa Bihari. Sasa tunatambua, nimefurahishwa na jambo hilo. Mtu anaweza kumaliza mwaka, lakini anaendelea kuomba Mungu amsaidie, ikifika siku maalum afike alisalimie kanisa na asalimie familia yake. Katika hilo unisaidia tumpigie Yesu makofi kabisa. Hao waliosimama
karibu tawi la Nyapemba au Kasumo, tawi la Kanyana. Tunafurahishwa na ujio huo. Mungu awabariki sana. Kumbuka nyumbani tuna cheti kimoja cha familia ya Venus Richard waliotokea Mwanza, lakini na nini ambao hamjaja navyo, tunafurahi kuwapokea. Umetokea Kasulu na wapi na wapi na wapi. Hii ni roho ya uzalendo ya kukumbuka nyumbani. Mungu awabariki sana. Akitujalia kufika 2026 tena tuwaone zaidi ya hawa wana biharusi. Ndio si tumebarikiwa na ndugu zetu. Wengine wanasema nimekuja kumuona babu, bibi. Naona inajenga. Tulianza ibada zetu za Krismasi jana saa 2 tulianza, na tuliziona baraka za Mungu wetu, na alfajiri saa 11 tunaendelea. Wale ambao tulijaliwa kufika tunaendelea kuwapongezeni, lakini wale ambao waliona haikuwezekana nao pia tunawashukuru kwamba kwa ibada hii tunaabudu nao pamoja. Kanisa linapendeza, naona viti vyote vimejaa watakatifu. Amen. Leo Jumatano watu wakisema waende shamba waende wapi, lakini tumeheshimu sana kwamba tuwepo. Tuna ujio tulioutambua tangu mwezi wa 10 mwaka huu, wakati wa baraza letu la wachungaji na wazee wanaweka utaratibu nani atasimamia. Askofu wetu alianza semina zake Jumanne, yuko Miyama Center hapo, na leo akimaliza utarudi. Lakini hapa tuna mchungaji wetu wa parisha Mjegera, mchungaji mwenyeji yuko nyumbani kwake. Kabla sijamleta kusalimia, watakuwa labda kusema tunamshukuru sana kwamba mchungaji huyu miaka 2 amekuwa masomoni na amesoma akamaliza. Shuleni kuna changamoto nyingi sana. Ukifanikiwa kumaliza ni kumshukuru Mungu. Na huyu mchungaji amekuwa miongoni mwa watu ambao wamepata shida akiwa masomoni. Aliugua kweli kweli. Tukasema tamaliza au hatamaliza. Tuwashukuru kanisa kwa maombi yenu. Hajasema, lakini tuseme kwa sababu tulijua changamoto zake. Kuna vitu aliambiwa kufanya, kuachishwa vyakula baadhi, na alikonda kweli, lakini Mungu alimsaidia. Pamoja na hayo amemaliza. Katika hilo naomba tumshukuru Mungu kwa kupiga makofi kwamba amemaliza salama. Tunamshukuru Mungu wetu. Na sasa naomba nimlete hapa huko nyumbani, ili kanisa ambalo limechanga michango kwa ajili yako kufanikisha elimu ya theolojia ya Biblia. Tunafurahi umehitimu miongoni mwa waliohitimu. Karibu sana mchungaji wetu, salimia kanisa, lakini utambulishe pia msafara wako. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Yangu ufike na wewe. Yesu asifiwe sana. Nafikiri mchungaji ameeleza mambo mengi ambayo ilikuwa yananisukuma kusema moyoni, lakini sitaacha kusema. Naomba nimpe nafasi kwanza ndugu yangu hapa ambaye nimesafiri naye kuja mahali hapa. Tangu nilipopata taarifa hizi kwamba nitakuwepo hapa, nikasema naye akanikubali, na yeye alisalimia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
hatupati nafasi za ibada hizi za Krismasi za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Sema amina. Tangu tulipogawanywa maparishi, basi hatukuweza tena kufika mahali hapa. Ninajisikia furaha moyoni kwa sababu nimepata kibali machoni pa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Tumetokea Nyegera, mchungaji wa tawi anawasalimia pamoja na familia yangu, mke wangu anayejifanya nipendeze hivi, alitoa salamu. Pokeeni salamu za watu hao. Kwa majina ninaitwa Sheikh Miharugwa. Karibuni sana Nyegera. Mimi ni shemasi wa pale, na Bwana awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Huyu niliambatana naye, lakini na mzee wa kanisa nimemwona hapa nyuma, naye yuko ni wa Nyegera. Samahani hata kama na yeye aseme imana ishimwe. Asante mshukuru mchungaji. Nimefika hapa kwa ujio wa ghafla bilifu. Nilifika jana hapa na mgonjwa mke wangu, anaendelea vizuri kwa hospitali. Kwa hiyo Bwana wabariki sana. Naitwa Eliazari Barakuba Kibeba. Asante. Yesu asifiwe. Nadhani sitakuwa nimefanya fadhila nikiondoka hapa bila kumalizia yale mchungaji aliyoanza kuyasema, ili baadaye niwe huru. Yesu asifiwe. Wapendwa watumishi wa Mungu, lakini pia kanisa lote kwa ujumla, nina kila sababu kumshukuru Mungu na kusema asante Mungu na asante kwenu kwa kazi kubwa ambayo Mungu ameifanya na mimi mkashiriki kufanya kwa ajili yangu. Kwa kweli kama mchungaji alivyosema, tangu mlipopata habari kwamba mimi naenda chuoni, ni kweli nilikwenda chuoni muhula wa kwanza, kwa kweli nilirudi salama, lakini mwishoni, yani zimesalia kama siku 3 ili tufungue chuo kwa muhula wa pili, ilinipa shida. Niliugua, nikashindwa kufika kwa tarehe zile za kufungua, nikajisubirisha nyumbani kwa muda mchache. Baadaye nikasikia nafuu, nikasema ngoja niende, kama ni ugonjwa utamalizika kule. Nilipofika kule ndio ikawa zaidi kabisa, yaani ilikuwa shida kwangu nikiwepo mahali pale. Ilinisumbua sana, mwili ulisumbua. Yaani kilichonishangaza nilipoenda hospitali, wananiambia nina damu 8% badala ya 17 za mtu mzima. Yaani mpaka na pale mganga akasema, sasa tutakuruhusuje uende wakati na kiasi hiki? Mimi nikamwambia naomba uniruhusu kwa sababu mimi niko chuoni, ukinisubiria hapa itaniwea shida. Lakini kwa neema ya Mungu akanipa ushauri na nikapata dawa, nikaenda chuoni, nikafika na nikaendelea. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 nikarudi kupima damu, naambiwa damu imerudi mahali pake. Nadhani haikuwa rahisi kwa kiasi hicho kwa siku 3 kwamba damu iwe imerudi mahali pake kwa akili za kibinadamu. Ni kwa sababu ya maombi yenu mliokuwa mkiniombea tangu tu mlipopata habari zangu kwamba mimi ni mgonjwa. Kwa kazi hiyo mlioifanya,
Nasema Mungu awabarikieni sana. Si hivyo tu, mmeshiriki nikiwa pale chuoni, mmeshiriki sana, mmefanya kazi kubwa, mmetoa michango ya kuniwezesha kuwepo pale. Niliishi kama mtoto wa mfalme, wala sikupata shida nikiwa pale chuoni. Hata kama niliugua, wala sikuandika kwamba niko vibaya kabisa, wala haikufika hata siku moja kwamba nifukuzwe kutoka chuoni eti kwa sababu sina ada au nimepungukiwa na kitu. Saa zote, hata kama nilikuwa na shida, walisema wewe una mashine kubwa, maana kule nyuma inaonekana huna shida. Na mimi nikasema ni kweli, mashine niliyo nayo huko ni kubwa. Yesu asifiwe sana. Kwa kweli, kuhusiana na michango yote ilienda vizuri na hapakuwa na shida. Na mimi sikusoma kwa shida eti labda mwili tu ulionisumbua, lakini kwa shida nyingi sijawahi kupata kabisa. Ni kwa sababu yenu, mlitoa michango yenu kwa hali na mali, mkaniwezesha kumaliza chuo salama. Nasema Mungu awabarikieni nyote. Narudia tena, kwa wote, Mungu awabarikieni sana. Nikiongeza zaidi, kwa kweli naona mwisho nakosea, nije niseme na mengine ambayo hayafai, lakini ngoja tuishie hapo kwa leo, kwa sababu tuko kwenye ibada. Lakini shukrani zangu mimi na familia yangu, maana hata nyumba yangu pia, kwamba wamefika mahali wakasema ni vema kuwapelekee shukrani wale ndugu zetu. Na mimi nasikia mzigo, huenda Mungu akinipa neema nitatembea kila kanisa la misheni yetu, ili walau niseme na hao na ninyi na wale waliofanya vizuri kwa ajili yangu. Mungu akinipa neema, na ahidi kwamba nitafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo familia yangu nao wamenikubali na wamesema niwashukuruni. Asanteni sana na Mungu awabariki. Lakini nikifika hapo niseme mimi majina yangu, maana ninaona familia nyingi ambao walijitambulisha na ni wageni, hawajawahi kuwepo kwenye ibada zetu hizi za mapema. Niseme kwamba majina yangu mimi naitwa Festo Petro Goroba, ndiyo majina yangu. Nawashukuruni sana kwa yote mliyofanya, pamoja na watumishi wa Mungu kwa kazi kubwa mmefanya. Mungu awabarikieni sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Inapendeza namna hii kwa hivyo nyumbani mwa Mungu, hasa tunapoelekea mwishoni mwa mwaka. Inapendeza, Mungu ametulia na mambo mengi na anaelekea kutuvusha na tunavuka salama. Amen. Sasa ni kipindi cha sadaka za shukrani. Naomba Mungu. Tumekuwa na maneno marefu mpaka yanapitiliza, lakini yote ni mazuri, ni neema na baraka ya Mungu wetu. Alivyoeleza mtumishi wetu ndivyo ilivyo, na tukiwa hapa, haya maneno yanayozungumzwa madhabahuni ukiyafuatilia yanahuisha. Ndani yake kuna uzima, na ndani yake kuna uponyaji, ndani yake kuna utajiri. Sadaka inatajirisha, baraka ya Mungu inatajirisha. Hongereni kuyapokea maneno ya mchungaji wetu, na sisi tunapokea kwa shukrani zako. Mungu akubariki kwa moyo huo, na timiza kile ambacho moyo unauiwa kufanya. Naomba tusimame tukarimu wageni wetu. Kanisa tusimame tuwakaribishe wageni wetu.
Wakaribisha wageni wetu waliotufikia. Ninyi wageni mtulie, wageni wenyeji mtulie. Kanisa linafurahi sana kwa ujio wenu na linahitaji wakarimu kwa upendo wa dhati. Kwa ufupi, ule wimbo wetu wa kuwakarimu wageni wetu. Hao ni wanani? Wageni wetu wametufikia. Wametoka wapi? Wametoka kwao kwa jina la Yesu. Tuwafanye nini? Tuwakaribishe kwa jina la Yesu. Karibu wageni. Karibu, karibu, karibu. Karibu viatu. Karibu, karibu, karibu. Moja, mbili, tatu. Karibuni sana wageni wetu hapa kwetu Biharu, na Mungu awabariki. Wapeni mikono hao jirani zetu hao, na ninyi jisikieni huko nyumbani kabisa. Niwakaribishe washirika wote mliofika kwa siku yetu hii ya 2025 ya Krismasi. Kwa dhati kabisa, karibuni sana katika jina la Yesu na Mungu atubariki. Narudia tena, karibuni sana katika jina la Yesu na Mungu atubariki. Safi, nasikia mrejesho wa kiongozi. Karibu kuendelea. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Inapendeza kweli. Sasa ni kipindi cha sadaka zetu za shukrani kwa yale yote ambayo Mungu amekufanyia tangu 25 ya mwaka ule uliopita. Sasa leo tunasikia 25 tena 25. Tunataka tutoe sadaka zetu za shukrani kama ilivyo kawaida, lakini tuimbe wimbo wa pamoja kabisa, kwa sababu Mungu ametujalia tena tuimbe wote kwa pamoja. Namba ile ya 138 inasema wakati wa wokovu. Chini ni D. 138 katika nyimbo zetu za wokovu. Karibuni hivi sasa hii kwa hii. Na tunatoa sadaka. Tunatoa sadaka zetu za shukrani. Karibuni hivi kwa hii. Ili kwa leo sifa tunaimba wote. Na kanisa tutatoa sadaka. Kanisa tutatoa sadaka. Wakati wa wokovu. Tiwa wokovu ufika kweli, Yesu aliposema. Karibu kanisa, wakati tunajiandaa kuimba kini 130.
na kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ametufanyia kwa muda wa wiki nzima. Tunyoshe mikono yetu ya shukrani mbele za Mungu wetu. Amen. Na palipo na shukrani pana mahitaji. Tunyoshe mikono yetu ya mahitaji mbele za Mungu wetu. Baada hapo kanisa tusimame tumwabudu Mungu. Nitamleta mchungaji Sagala, tusimame kanisa na kwaya ile ya sifa na maabudu. Njoni tuabudu. Karibuni tuabudu. Na mchungaji Sagala baada ya kuabudu atafika kutupeleka mbele za Mungu wetu. Karibuni sana. Karibuni sana. Yes, haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Watu wengine naona wamekaa sijui wanaumwa. Kama unasikia tu inatosha kusimama tumwabudu Bwana. Jehova, tuimbe wimbo tumsifu Bwana, tutukuze Yehova. Mungu Bwana kwa wimbo huo. Você
tunapokuwa pamoja na sisi, utulinde na hatari mbalimbali. Sasa hivi tutunze wokovu, tutunze imani, tuilinde imani, tudumu imani hata wakati utakapokurudi. Pokea sifa wewe Bwana. Tubariki Mungu wetu, tunakualika atuonekanie katika ibada hii ya leo. Tunaomdhihirisha kwetu, sema na kila mmoja, Roho Mtakatifu mwe zungumza na watu wako, Bwana wa majeshi. Nakushukuru kwa sababu ni Bwana ni mwema kwetu. Wa Kristo uliyebarikiwa kwetu na mbarikiwa. Amen. na ataendelea kututunza maisha yetu yote. Amen. Sasa ni kipindi cha kutumika tena kwa ajili ya kumtolea Mungu shukrani zetu na sadaka zetu. Itaimba kwaya ya vijana madaladala kwa wageni. Hii ni sadaka ya kanisa na hiki ni kikundi sasa. Kitomba basi tubarikiwe hivyo vya asante. Tunaomba tuenda kuna kingine kingine hapa. Saidie. Haya kwaya ya kina Mungu awabariki. Karibuni sana. Karibu sana kwaya ya vijana. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe.
Kanisa, tusimame tubariki matoleo yetu, na kwa sababu ni matoleo ya maana, nimlete mchungaji, makamu mchungaji kutubarikia haya mambo. Baba, karibu sana, karibu sana. Mungu wetu na Mwokozi wetu, tukiwa tumesimama kwa heshima mbele zako kwa habari ya sadaka ambazo tumetoa, Mungu umetufungulia mlango wa neema hii, kufungua hazina zetu na kuleta madhabahuni kwako. Kila mmoja aliyekutolea kwa namna moja au nyingine, naomba ukatembee pamoja naye. Wewe ndiwe mwenye ahadi za wanaokutolea kwa moyo wa kupenda, moyo wa kufunguka. Katika sadaka hizi umeahidi uponyaji na uzima tele. Umeahidi kutembea na watu wako, e Bwana. Tunaona Ibrahimu alipokutolea sadaka, ukaitakabali na ikanena mema. Nasi Mungu, tunaomba kwa sadaka zetu, tunapotamka kutoka mbinguni ukashuke, e Bwana, ukazinenee miujiza ya pekee watu wako ambapo wametoa, e Bwana, ukabariki zaidi, na ukileta ulinzi kwa ajili ya watu wako, na ukileta utukufu kwa ajili ya watu wako, e Mungu wetu. Sadaka hii itafanya kazi katika nyumba yako. Utabariki Mungu wetu katika migawanyo mingi ya utendaji wa sadaka zetu tunazitoa katika hema lako. Bwana, tunakushukuru kwamba hakuna aliyekutolea aliyeenda uchi, hakuna aliyetoa aliyepungukiwa na chochote kile. Mungu wetu, umesema utakopesha na utakopeshwa, nasi tumefanya kwa hali yako, na hivyo Mungu, milango ya baraka ikatulike ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Asante Bwana.
Asante mchungaji kwa kutubarikia sadaka zetu, uvumba na manemane ambazo tumetoa kwa ajili ya Yesu Kristo. Tunataka kwenda kupokea utaratibu tena ambao unaweza kuendelea ndani ya wiki hii. Tuombe Mungu ili tupokee utaratibu. Katika jina la Yesu, jina zuri litalo majina yote mbinguni na duniani, wewe ambao umetulinda mwaka mzima tena na leo tunaelekea karibu kufikia mwishoni mwa mwaka. Tunakushukuru Bwana. Sasa